majina anaitwa Dr. Mahmoud Sasamalo, ni meneja sehemu ya upande wa maridhia na uwezeshaji wa masoko ama Plant Health Compliance and Trade Facilitation kutokea hapa Mamlaka ya Afya Mimea na Viuatilifu Tanzania. Kwa kimsingi sehemu hii ina majukumu mengi, lakini nitataja kwa uchache tu, ambayo miongoni mwa majukumu hayo kwanza ni kusimamia utekelezaji wa sheria na kanuni za taratibu za afya ya mimea, lakini na vile vile sehemu yetu ina jukumu la kufanya ukaguzi wa mashamba, nyumba za ubaridi ama pack house na maeneo mengine kwa ajili ya uzingatiaji wa masharti ya masoko. Lakini na vile vile tunaratibu ukaguzi maalum ama compliance audit katika mashamba na maeneo mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine yanahusika katika kutekeleza matakwa ya masoko. Vile vile tunasimamia mifumo ya ufuatiliaji ama traceability system. Kama unavyofahamu, kwa baadhi ya nchi inahitaji taarifa mbalimbali za upande wa ufuatiliaji kuanzia mazao yalipopandwa mpaka yalipofika katika hatua ya mwisho. Lakini na vile vile tunahusika na kufuatilia shughuli za kutokidhi masharti ya afya ya mimea ama non compliance notification. Sehemu hii ndo mahususi kabisa, inapokuwa inatokea kwamba kuna non compliance notification, ndo tunakuwa tunafuatilia na kutolea suluhu ili tuendelee kulinda masoko. Vile vile tunaratibu katika uchunguzi wa matukio mbalimbali pale inapotokea kwamba kuna changamoto kama lile soko lina mabadiliko. Lakini vile vile tunaratibu utoaji wa matumizi ya vyeti vya kielektroniki vya afya ya mimea ama e-Phyto. Kwa utaratibu huu ni kwamba kwa sasa kama mamlaka tunaenda kubadilika, ukiacha ule utaratibu wa zamani wa kutoa vyeti vya usafi wa mimea kwa njia ya karatasi, lakini sasa hivi tunaenda kama mamlaka inaelekea kutoa vyeti vya usafi wa mimea kwa njia ya kielektroniki. Lakini vile vile tunasimamia na kutekeleza viwango vya kimataifa vya afya ya mimea ama ISPMs, na vile vile mkataba wa IPPC na mkataba wa WTO SPS, shirika la biashara la dunia katika upande wa usafi wa mimea. Vile vile tunafuatilia utekelezaji wa hatua za kudhibiti visumbufu na kuhakikisha bidhaa zinakidhi mahitaji ya nchi lengwa. Na vile vile tunaratibu usajili wa makampuni mbalimbali ambayo yana nia ya kusafirisha bidhaa kwenda nchi mbalimbali duniani, kwa mfano kama vile China na South Africa na maeneo mengine. Na kingine tunaandaa taarifa za uzingatiaji wa takwimu za biashara na mapendekezo ili kuboresha mfumo ya afya ya mimea na kuwezesha biashara kama nchi iweze kufanya biashara kwa urahisi na biashara ambayo ilikuwa salama. Lakini na vile vile hii ndo sehemu mahususi ambayo inahusika katika kuhakikisha kwamba inafungua masoko mbalimbali kwa kufuata taratibu zote zinazohusiana masuala ya afya ya mimea. Na ifahamike kwamba masoko ya kilimo yako tofauti na masoko ya bidhaa nyingine, ina taratibu zake ambazo tunasimamia kwa kupitia International Plant Protection Convention pamoja na masuala makuu kwenye upande wa WTO ama shirika la biashara la dunia, lakini kuna kipengele kinachohusiana na afya ya mimea. Vile vile ina jukumu ya kuratibu kufikia masoko mbalimbali na kusajili kwa wakulima, wafanyabiashara na wadau mbalimbali katika mnyororo mzima wa kilimo wenye nia ya kufikia masoko mbalimbali. Unapofuatilia katika taarifa zetu ukisikia tumefungua masoko, kwa hivyo wewe mkulima, cha kwanza kupitia kwa mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania, ambapo katika ile barua utaweka viambatanishi kama cheti cha TINI, BRELA, Certificate of Incorporation pamoja na cheti kutoka bodi husika, ambapo baada ya hapo sasa kwa upande wa kwetu tutaweza kukusanya taarifa zako
na kuanza kuzichakata, ikiwemo kuja kukufanyia ukaguzi katika shamba lako ama pack house ama sehemu yako ya biashara. Baada ya hapo tutaweza kuzisajili na kutuma katika mamlaka husika ili uweze kutambulika kule na kupata namba maalum, ambayo hiyo sasa ndio itakusaidia wewe uweze kusafirisha bidhaa zako kwenda katika nchi unayohitaji kupeleka bidhaa zako. Kwa hivyo ni kuombe mkulima, mfanyabiashara ama mdau unahusika katika masuala ya biashara ya kilimo, kama unahitaji taarifa usisite kutembelea katika mtandao wetu ya kijamii. Huwa tunatoa taarifa za mara kwa mara, lakini vile vile katika upande wa tovuti yetu na yenyewe tunatoa taarifa mara kwa mara, na hata wakati mwingine idadi ya makampuni ambayo yalipata usajili kwenye kupeleka mazao mbalimbali. Lakini kama mamlaka inakuwa na jukumu kuhudhuria katika maonesho ama kongamano mbalimbali, vile vile unaweza kutumia fursa hiyo katika kutufikia na ukaweza kupata taarifa zote muhimu, kwa lengo kwamba tuimarishe biashara na ile biashara iliyokuwa salama uweze kuifikia dunia. Mamlaka ya Afya Mimea na Viuatilifu Tanzania kupitia Kurugenzi ya Afya Mimea na kwa kupitia sehemu yake ya Plant Health Compliance and Trade Facilitation imeweza kupata mafanikio kadha wa kadha ndani ya kipindi hiki kifupi. Miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana chini ya Wizara ya Kilimo na kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Viwanda na Biashara ni kuendelea kupata masoko mbalimbali. Kama tumeweza kupata soko la parachichi kwa upande wa nchi ya Afrika ya Kusini, lakini vile vile tuna soko la parachichi na bidhaa takriban kama 10 katika soko la China. Lakini ukiacha na hivyo, hivi karibuni tumeweza kufikia masoko mapya ya kufungua ya ndizi kwa nchini South Africa, lakini tumeweza vile kufungua masoko karibu ya bidhaa 10 katika nchi ya Ushelisheli. Na ukiacha na hipo, na vile vile tumeweza kupata kufungua soko la mahindi ya njano kutoka serikali ya Egypt. Haya ni kwa uchache tu, masoko ni mengi sana, nikieleza naweza nikachukua muda wote, lakini kwa kiufupi kwamba mamlaka hii imeweza kufanikisha sehemu kubwa kwamba sana kuhakikisha kwamba bidhaa zetu tunazozalisha nchini zinaweza kupata masoko mbalimbali. Kama utakazofahamu, kwanza Wizara ya Kilimo imefanikiwa kuimarisha usalama wa chakula kwa takriban 130%. Kwa hivyo hii ziada ndo ambayo zaidi tunaitumia katika kusafirisha katika masoko mbalimbali. Lakini hata hivyo mamlaka hii katika utekelezaji wa majukumu yake ni sehemu muhimu sana, inasimamia kwenye swala zima la usalama wa mazao kwa kuhakikisha kwamba mazao yanalindwa yakianzia shambani dhidi ya milipuko ya visumbufu mbalimbali, lakini na vile vile juu ya elimu mbalimbali inayotolewa ili kuhakikisha kwamba matumizi salama na sahihi ya viuatilifu, ili kuhakikisha ile bidhaa kwanza zinalindwa kutokana na visumbufu, lakini na vile vile baada ya hapo kwamba tunahakikisha, sababu unawezekana kwamba ukalinda visumbufu lakini usipotumia viuatilifu kwa usalama na usahihi, yale mabaki yakibakia kwenye bidhaa zetu inawezekana kule yasiweze kukubalika katika nchi husika. Kwa hivyo mamlaka hii ina jukumu la kuhakikisha kwamba viuatilifu vinatumika kwa usalama na usahihi ili viweze kutumika katika soko la mwisho.